Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa Mungu aliye hai, nikushukuru kwa kuweza kusikiliza ujumbe huu, na namshukuru Mungu kwa neema ambayo ametupatia kuwapo hata sasa tukiwa hai, lakini pia nguvu ambayo anatupatia na kutuwezesha. Kwa ni kuombe unayesikiliza ujumbe huu uweze kushare na mwingine. Namshukuru Mungu basi kwa ajili ya ujumbe huu. Bwana wa milele, Mungu uliye mtakatifu, Mungu unayetawala milele yote, ninakushukuru kwa neema yako na kibali chako kuweza kushiriki ujumbe huu. Bwana wa mabwana na Roho Mtakatifu akaniwezeshe ninapokwenda kushiriki ujumbe huu. Nguvu yako Bwana ikatawale katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wakati tulionao duniani, wakati ulipo ni wakati mchache sana. Kwa ni wakati wa kufanya matengenezo, na ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunafanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu ili kujiepusha na ile ghadhabu ya baadaye katika ile hukumu. Basi nishiriki na wewe kutoka waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, nini nanyi jivikeni silaha ya nia ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuishi katika uzinzi, tamaa, ulevi na karamu za kula na kunywa vileo kupindukia, na ibada haramu ya sanamu, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule usio na kiasi, wakiwatukana. Nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kwa hukumu walio hai na waliokufa. Amina. Ni kutoka katika waraka wa Petro, aliweza kuandika na inatukumbusha kwa habari ya kuishi maisha ambayo yenye kumpendeza Mungu, kuachana na dhambi. Kuachana na dhambi katika muda ambao tumebaki nao hapa duniani. Asema tujivike nia ile ya Kristo. Jivikeni silaha ya nia ile. Kristo Bwana wetu aliteswa pale msalabani. Alibeba dhambi zetu, alikubali aibu, alikubali manyanyaso, alikubali dharau, kwa sababu tu alijua ni kwa ajili ya ukombozi wetu sisi na kuweza kututoa katika ile dhambi ya asili. Na ndio maana nasema jivikeni silaha ya nia ile ya Kristo. Maana yule aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Kuweza kushinda mwili, manake uko kwa nafasi kubwa ya kuweza kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Mwili unatamani, lakini kama ni maovu, ni mabaya mbele za Mungu, basi unayashinda kwa sababu tu umekubali kuteswa katika mwili. Manake kuyaacha yale mambo ambayo yanaweza yakaharibu mahusiano yako na Mungu au yakakutenga kabisa na Mungu, au ni matendo ya mwili kuweza kuyaacha. Manake mwili unaotesa, mwili unatamani ulevi, unakapana ulevi, hapana, sio mapenzi ya Mungu, unaachana na huo ulevi. Ni hapo ambako mwili sasa unausurubisha, mwili unakubali kutii, roho inainuka na kuweza kuwa na nguvu ni maisha ya mtu. Mfano kuna wengine ambao kwenye familia walipoamua kumfuata Kristo, familia zikawatenga kwa sababu tu mbalimbali hazikutaka. Lakini hao unakuta wakati wakiwa walevi hawakutengwa na familia, wakati wakiwa wazinzi hawakutengwa na familia. Wakati ambao wamebadilika wakasema tunaacha ulevi, tunaacha uzinzi, tutakuwa tunarudi mapema nyumbani kabisa, tunalala pamoja, tunakula pamoja na familia. Familia haikusema, familia ikaona, ikachukia tu baada kusema kuona kwamba watu wanamfuata Kristo. Kwa nini? Ni vita, sio kitu ambacho unakitenda tu, yani kwamba ni rahisi. Ulimwengu unakushangaa, ulimwengu unakuona umepitwa na wakati pale tu unapoamua kwamba mimi sasa ninaacha, ninamfuata Mungu. Unaacha ile ya dunia, kwenda disco huko unaacha,
mimi sasa namfuata Bwana, ninampenda huyu Mungu wangu aliye hai. Unakubali kutesa mwili kwa ajili ya Kristo, unakubali kuacha yale mambo ambayo kwako yamkini alikupa furaha, lakini katika ulimwengu wa roho, katika Mungu yalikuwa ni anakwenda kukuweka katika maangamizo. Na anasema Kristo aliteswa kwanza kwa ajili ya ukombozi wetu, kwa nia ile ile nasi basi kuweza kuacha dhambi, kuacha dhambi ili tuweze kurithi pamoja na Kristo. Anasema katika mstari, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuishi katika uzinzi, tamaa, ulevi, karamu ya kula na kunywa, vileo kupindukia na ibada haramu ya sanamu. Haya yote ndiyo tuliyatenda, lakini Kristo ametukomboa, ametutoa huko. Kuna watu wengine wanaona hawa hapana, hawatafurahishwa na mambo hayo. Wengine wanawatukana kabisa, wengine wanafukuzwa kabisa na familia zao, kuwepo na matengano kwa sababu tu ameacha. Lakini unapoamua kushikilia wewe msimamo wako kusema hakika mimi nimeacha na namfuata huyu Kristo, ndipo ambapo tunasema sasa huu mwili tunauruhusu, tunautesa, tunaruhusu Bwana Yesu Kristo achukue nafasi katika mwili, kuacha tamaa za kidunia. Mwanadamu ataona ni ajabu, mwingine anasema haiwezekani, lakini kusimama katika mapenzi ya Mungu, kuweza kukubali kwamba mimi namfuata Kristo na atenda mapenzi ya Mungu. Haiye mapenzi ya mwanadamu hapana, kwa sababu hayatanifikisha popote. Muda wangu niliobaki nao kuishi hapa duniani ni wakati wa muhimu sana kuweza kuishi maisha ambayo yatakufanya kuweza kurithi ufalme wa mbinguni. Ni kuzidi kusonga mbele, kuzidi kutafuta utakatifu, kuzidi kutambua kwamba wakati uliobaki ni mchache, na nitakiwa kutoa hesabu ya matendo yangu niliyotenda nikiwa hapa duniani. Kwa unapoendelea kuishi maisha ya uharibifu, kuishi maisha ya kufuata mwili, ni maisha ambayo yanapeleka kwenye maangamizi. Kwa kuwa na bidii katika kumtafuta Bwana, kuwa tayari kutesa mwili, kwa maana ya kuacha yale ambayo ni matendo ya mwili na kuweza kufuata yale yaliyo mapenzi ya Mungu, kuweza kuenenda katika njia iliyo takatifu ambayo inatupeleka katika kumpenda, kumtafuta Mungu wetu. Wanasema tusiendelee katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wote uliobaki, kipindi chote ambacho umebaki nacho, kuishi mapenzi ya Mungu, kuacha tamaa za wanadamu, kuacha kusema dunia itanionaje, kuacha kusema huu ni ushamba, kuacha kusema kila mtu anaishi maisha hayo, mimi tu nitakuonekana mimi ni waajabu. Kama si mapenzi ya Mungu, kutesa mwili na kuiacha roho ikachukua nafasi, kuenenda katika mapenzi ya Mungu, kuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu, kuwa tayari kutesa mwili kwa kuacha dhambi, yale matendo yote ambayo katika hayo yanakupeleka katika moto wa milele, kuyaacha. Leo unafurahia, lakini kumbuka haujui siku wala saa. Wakati gani unaweza ukaitwa katika ufalme wa mbinguni, muda gani? Ni lini wakati wangu ukifika? Hakuna atakaye kuja kuniambia wakati wako umefika, tengeneza. Hapana. Maisha ambayo nitaishi, hayo maisha ndio yatakayosimama kwenye hukumu. Nikiishi katika dhambi, basi tambua kwamba moto wa milele unangojea. Kiishi katika kumpenda Mungu, kutenda iliyo haki, basi uzima wa milele unakungojea. Kwa ni muhimu sana kama wanadamu kutambua wakati tulionao, wakati tuliobaki nao ni wakati ambao si muda mwingi sana wa kuwa hapa duniani. Ni wakati wa kufanya matengenezo, kuacha yale yanayotupelekea katika maangamizi, kuacha upa mwili nguvu, bali roho ikachukue nafasi, kwa sababu ni katika roho ndipo nasi tutakutana na Mungu wetu, maana tu sura na mfano wake katika roho. Kwa hiyo roho zetu zitasimama mbele ya hukumu. Yale ambayo tuliyatenda tajibu wakati wa mwisho.
Kama ni mwizi, utajibu wakati wa mwisho. Lakini kama umetenda mema, nafasi yako ipo ya kujibu. Kila mtu, Mungu wetu ni Mungu mwenye haki na anahukumu kwa haki yake. Kwa hiyo ni vema kabisa tukajivika nia ile ile ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa nayo kupitia katika mateso yale aliyopata, kuwa tayari kuutesa mwili na kuacha tamaa za mwili na kuishi maisha yaliyo matakatifu yenye kumpendeza Mungu wetu wa milele. Ninakushukuru Mungu wa milele na kubariki na kulitukuza jina lako takatifu. Naomba neema yako tuwezeshe tuweze kuishi yaliyo matendo yaliyo maisha matakatifu, tukakupende zaidi wewe na kuyafanya yaliyo mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo naomba nikikushukuru. Amen.